So bro, wewe kama ni mwanaume ama ni kijana, in one way or the other, over 18 years and above, umemaliza kusoma lakini bado unaishi kwenu, azini unaishi kwa boma la babako, and pia apart from unaishi kwa boma la babako, hujawahi kufikiria labda hata kununua plot, kutoka hapo nyumbani ukarent, uangalie life vile inaenda, uko katika shida. Kwa sababu I'm 100% sure that au kuzaliwa peke yako, uko na ndugu zako wa kiume wenye wao pia wanategemea hiyo plot ya mzee ama plot ya babako. Sasa wewe ni kijana mwanaume, sasa hii unafikiria like maisha yataishia tu hapo hapo. Unasahau ya kwamba kuna siku utaoa, utaanza familia yako na vitu vingine kama hivyo. So kitu ya kufikiria ni kuwa ukioa kuna mambo mawili. It's either Mungu akubariki na watoto ama Mungu pia asikubariki na watoto. But let's say Mungu sasa amekubariki na watoto. Naomba tu fikirie kitu kimoja. Kwa familia mko wanaume kama 4, mfano baba yenu urithi yako nao ni ekari 1 la shamba, mfano huo. Now nyinyi wanaume mko 4, baba yenu ashakufa, wewe umeoa, wale kaka zako wote wameoa, wote wako na familia, wote wako na watoto wa kiume na wa kike. Sasa tuseme like mnagawanya urithi, ekari 1 divide by 4, hiyo ni kota. Wewe mwenyewe personal umezaa watoto 4. Hebu naomba mtu afikirie, hao watoto 4, will they be comfortable with that quarter of a shamba that your dad has inherited you? Ni swali ngumu, lakini ukilifanya tu kwa hesabu ya haraka haraka hivi ya kufikiria utapata jibu. Jibu langu ni kuwa mwanaume yoyote, yani kama as long as wewe ni mwanaume, uko na hizi ndevu, bro, usitegemee mali ya familia. Kwa sababu tumeona maafa mengi, tumeona vita mingi, tumeona vitu ambavyo haviendi sawa katika familia. It's because of we are depending on our family's assets. Lakini sijawahi kusikia mtu amepigwa kwa ploti yake yenye amenunua mwenyewe kwa jasho lake in my life. I'm 30 years and above. Sijawahi kusikia. Not unless umeshikwa na bibi ya mtu, ama umeiba, ama umedhulumu mtu. Lakini kama ni pesa yako umenunua, umezichanga kidogo kidogo, hata kama ni ekari 1, ukanunua ni lako, si ya familia. Ya familia wacha ikae pale kama familia. Huwezi kuhamisha familia, wacha ikae pale. Lakini make sure hata kama mtagawanya urithi, lakini make sure unapata plot yako, yani place yako. Let your children be proud of your assets, not of your family's assets. Yani like familia yako, mtoto wako akisema hapa ni kwetu, awe anamaanisha hapa ni kwa babake. Si aseme hapa ni kwetu wakati hapo mahali ni kwa babu yake ama ni kwa ukoo wao. No. Kwa sababu let me tell you something. Unaona bibi tunaoa hawa sumu. Hii mapenzi wanatuambia wanatupenda bro, bado uko hai. Usidanganye na mtu bro, hii mapenzi ni kwa sababu uko hai. Once you die, hiyo nakupenda imeenda bro. Atapata mwanaume mwingine, ataolewa, still bado atazaa. Na je, kijana wako wewe, mtoto wa kiume, mtoto wako umemwacha kwa hii dunia, ataolewa na nani? Hataolewa. Huyo ndo peke yake atakuwa na uchungu. Babangu ameenda, babangu amekufa. Lakini bibi yako hatakuwa na uchungu bro, ataolewa tu. It's like mwanamke akufe, wewe bwana hutakaa hivyo milele. Hata kama mlifunga ndoa ya kanisani, you'll have to marry another woman
The same applies to a lady. Kwa hivyo before uondoke kwa hii dunia, kama Mungu atakujalia hata kama ni sekunde ama theluthi mbili za mali, make sure unapata place yako. Be proud of what you own privately, not by public. Tuamkeni vijana, tuangalie maisha ya kesho. Mali ya ufamilia bro ni sumu, inaua. Huyo ndugu yako mtapendana kwa sababu hajakuwa na familia bro. Ndugu yako mtaishi pamoja kwa sababu hajaanza kuwa na familia, lakini the moment familia ikiwa kubwa mtasumbuana. Watoto wake watataka urithi, watoto wako watataka urithi. Na hiyo mali bado ni ya familia. Hapo ndo uchawi unaingilia. Hapo ndo panga zinaingilia, mnakatana mapanga. Hapo ndo mnauzana, watu wanakufa. Ni kwa sababu ya kutegemea mali ya ukoo. Wachana na hiyo kasumba. Toka. Enda hustle, tafuta plot, nunua, jenga hata kama ni robo. That's your asset. Si ujiringi ati babako ako na ekari 100 na you are born 30 of you men. Hata mkigawanya mtabaki na nini? Ukigawanya ukipata ekari 1, still bado your family wanangojea hapo. Tuchangamke. Tuache hizi kasumba za kutegemea mambo na familia. It's very bad. I think jamaa mmenielewa. Hii kitu mmenisukuma niongee na mimi wasieki. Mimi sipashe viporo na kushow tu up on the spot. Guys, keep on subscribing, keep on following me in Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube. Make sure, don't forget to subscribe my channel. Tushauriane. One love.